Duncan, unaenda wapi? Unataka nje kufanya nini? Naenda kufanya mazoezi. Nimechoka kuwa dhaifu kipindi chote. Nahitaji nijipambanie. Nahitaji nikuhudumie mke wangu. Siwezi kukaa tu ndani. Duncan, mazoezi hapana mume wangu. Daktari ameshakataza. Mpaka lini? Nitakaa ndani mpaka lini mke wangu? Nahitaji kuwa kama watu wengine. Nahitaji kukupambania kama dhamani, nikuvishe kama dhamani. Daktari anasema mpaka lini? Kila siku afadhali ya jana. Nimechoka kuwa dhaifu. Nahitaji kusimama tena mke wangu. Siku zote nakuona wewe. Simuoni hata rafiki ambaye alikuwa anakuja siku zote hapa. Nafanyaje? Mume wangu, kwenye hii dunia anayekujua ni mimi, mke wako na mama yako tu. Hamna marafiki. Mume wangu, kesho naenda kutafuta kazi. Na kwa hivi tutatoka hapa. Mume wangu. Ndio tayari? Tayari. Nishakuandalia kila kitu. Niko tunasubiri sana. Kila la heri Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi uko hapo. Amina. Nakupenda. Nakupenda pia. Wewe dada, na tatizo? Kuna kitu unahitaji humu ndani? Zamani watu walitumika kusoma ramani ya nchi, lakini watu hao wa sasa wanatumika kusoma ramani za nyumba za watu. Labda unaweza kunieleza unahitaji kitu gani humu ndani ili nikuelewe? Naomba kazi yoyote ile, iwe kuosha vyombo, kufagia, ili niongeze riziki yangu. Kazi? Kazi kwa muonekano huo ulivyo? Hivyo ulivyovaa? Au nyinyi ndo wale madada ambao mnajidangisha, mmekosa sehemu za kudanga, mnakuja kama hapa? Sikiliza dada, nikwambie, hautonipata. Hivi ulivyovaa unaomba kazi kwa muonekano huu? Nitakuamini vipi? Watu wengi hupoteza watu sahihi kwa fikra zao binafsi. Kama unaamini sawa. We dada, we. Naomba ufike hapa saa 2 kesho. Saa 2 kamili ya asubuhi uje. Baby. Baby. Hapana, wewe ndo juisi yangu. Koo langu linavyokauka, wewe ndo poza koo langu. Yaani wewe ndo kila kitu kwangu. Yeah. Usijisaulishe, mimi ni mke wa mtu eh? Hapana, sio kujisaulisha. Bali nimenogewa na asali, si unajua asali tena.
Kiramba mara moja utataka tena na tena. Baby, nikwambie kitu. Kuna kitu nimewaza. Na sina kuchosha sana. Nimepanga nikutafutie mfanyakazi mwingine, yani usifanye kazi yoyote ile. Wewe ndo pekee, yani wewe utakuwa wa kutunza mwili wangu, mfanyakazi wangu. Nisikize yake. Na ni bora tukaendelea kujificha kwenye hichi kivuli cha kufanya kazi. Na sio kuleta mfanyakazi mwingine. Kumbuka mimi ni mke wa mtu. Sijisaulishe. haya sawa, nitafikiria. Lakini napenda tu kuwepo muda wote, yani upo wako, yani unafanya kitu kingine ndio maana nafikiria. Yaki. Nakuelewa Yaki. Basi mimi nakuelewa. Sawa. Nataka nibisi. Basi sio tani. Uchile kufanya kweli. Mimi nilikwambia wewe lazima utafeli, umeona? Hamna, sio kufeli. Shida nini? Unajua unavyopanga kitu, Mungu naye anapanga. Ila sasa binadamu kuelewana ni inakuwa ni shida. Mimi nilikwambia toka mwanzo, kwa sababu huyu mtoto au ile demu mwenyewe ni mtu wa kanisani. Wewe mambo yako kama si demu Nyamwezi, umeruka huko. Ungemweza saa ngapi? Sikiliza kaka. Yani kuwa kanisani si shida. Kwani kanisani kuna mtu anazuiliwa? Kanisani kwa mfano mimi nimechukua suruali yangu ya kitambaa, nikavaa shati langu zuri, nikaenda nikakoga vizuri, ndugu yangu nani atanizuia? Sasa hivi uko wapi sasa? Wewe fungu la kukosa. Kwa hiyo mwanangu ulikuwa unasubiri niteleze? Nilikwambia toka mwanzo. Kaka, maji unaingia hayo. Huyu hawezi, unaenda kudhalilika. Kwa sababu mimi naweza, gari yote naweza kuendesha.